ng'ombe mkubwa, na leo una bahati. Yaani una bahati kwa sababu ni wifi yangu. Ila ingekuwa mtu mwingine unaambia maneno kama hayo, yaani ningekupiga mpaka ungeshangaa. Mungu atenda kwa mara ya pili. Wewe nitakukomesha. Shimo la taka. Kiredio alikuwa mzuri kama ua, leo anamuita shimo la taka. Maisha yake yamejaa machungu, alitafuta mapenzi kwa kila mtu, lakini akapoteza heshima yake. Shimo la taka, dunia inamcheka, lakini ndani moyo wake unaumia. Laiti angesikia waliompenda, labda leo angekuwa salama. Unaona? Ndio. Sio kasema mimi nagombanisha na mumeo wale pale mwenyewe nawaona. Unaona? Mimi hapa ni Alafu mwanaume sio na matatizo gani? Alinaga kwamba aenda saluni. Kumbe alikuwa na mpango yake. Acha nikaonyeshe show. Sasa hapo mkivujana miguu, mkivujana mikono, mkiuana, mimi sihusiki. Mimi kazi yangu nimaliza wale pale kama unavyowaona, ni hayo tu. Acha nikaonyeshe show huko. Lakini safari ishakuwa ngumu kurudi. Sasa kubwa mimi nimekuelewa. Muone mke huyo, sija kutana saa nyingine. Kwa heri baadaye. Haya poa. Kumbuka siku za furaha, lakini sasa machozi yanamwaga. Mungu wangu. Wewe ulisema show unataka utakuwa naye tena karibu. Alafu ile siku simemkomesha wewe. Mke wangu, mimi nimekutana naye tu hapa njiani. Kwa hiyo nikaamua kumsalimia, lakini hakuna chochote kinachoendelea. Alafu wewe, si unataka kwamba unaenda saluni? Au ndio ulikuwa na mipango yako? Hapana, saluni nimeenda. Kweli na mke wangu nimeenda saluni. Unafanya mimi siyapendi. Naomba unisamehe mke wangu. Kama kumsalimia shimo nataka nikosa, basi sitarudia tena. Hii itakuwa ndo mara ya kwanza na ya mwisho. Usamehe. Naomba nielewe basi. Sitarudia tena. Sawa wewe. Aliingia kwenye ndoa za watu kimya, akaacha machozi ndani ya familia. Weke kwa waume wakaanza kugombana, mapenzi yakageuka kuwa chuki. Unajua nini mwanangu? Sasa hivi tushakuwa wazima, kazi tunafanya ila zote zimeshakuwa na haki, hatuna maendeleo yote. Unajua mwanangu, starehe hivi la rosto hivi. Kwa hivyo yani mtu akitona nje hivi anashana wale masharobaro mara vipi, kumbe paka ndani yetu tunalala chini, sio unavyojua. Na hatuna maisha yote. Hapa cha kufanya mwanangu, tupunguze. Yaani hizi starehe mara si Jumamosi, Jumapili kila siku starehe inabidi tupunguze. Na ndio tunaweka bajeti yetu maalum bwana. Kama kweli mwanangu. Ni wapi labda mnyama hivi. Vipi hapo? Watu kujui mzee unakuja na chichemea vile. Nadhani nyinyi hamnifahamu, ila mimi nafahamu nyinyi. Tangu nipo kule mpaka nimekuja hapa, sio kwamba mimi chizi au kuniona hivi labda mkazani naigiza.
Hapana. Kuna sehemu nyinyi ambayo mnaingia ni kama shimo ambalo mimi nimeshatoka na nimeona madhara yake. Wanazunguka toka ulivyokuja, unazunguka mara sijui sema atakatupita wewe. Yaani hapoingia kwenye point, sisi tuna mambo yetu mengi sana kuongea. Ingia kwenye point kilichokuleta hapa. Pole mama Kiredio. Wewe Kiredio, njoo hapa. Hai, wewe Kiredio. Abe mama. Ulikuwa wapi? Niko tu matembezi mama yangu. Yaani ulikuwa unatembea tembea tu barabarani bila kazi yoyote wala bila mwelekeo wa kusema kwamba unaenda wapi wala wapi? Yaani mama wewe acha. Yaani tu sasa nimekwambiaje? Sema tu nilikuwa kwa matembezi. Hivi wewe, kwani una shida gani labda mwanangu? Nikuulize labda uniambie leo. Maana wewe ukiwa nyumbani umekaa tu kwa na visimu vyako. Ukitumwa basi unachoenda kutumwa ni kingine na unachoenda ukifanya ni kingine. Hivi wewe mtoto niongee na nini? Niongee na miguu, niongee na kichwa au niongee na makalio? Ndio utajua kwamba kweli hapa mama anaongea. Makalio akipata mdomo si eti? Kwani wewe ni mtoto wa design gani? Au wewe ni mtoto wa familia ipi? Maana sikuelewi. Vile ulivyokuwa hufanani na wenzio, kuanzia sura mpaka tabia zako. Uko peke yako. Yaani umefuata tabia za marehemu shangazi yako na sura ukamfuata shangazi yako, basi kila kitu imekuwa ni vurugu mechi hapa nyumbani haieleweki. Hivi wewe ni mtoto wa binadamu au ni mtoto wa shetani au ni mtoto wa ibilisi? Sijakuelewa hapo. Ndugu zanguni, mkiwa kama wanaume wenzangu, sitaki kuona mnataka kupotea, na siwezi kuona mnaenda sehemu ambayo sio sahihi kwenu. Binafsi yangu mimi tayari nimeshajionea mpaka mimi kuwa katika hali hii, na sio kwamba nimependa. Yaani kiukweli wanaume tumeombewa tamaa kupenda. Katika vitu hivyo kuna faida zake na madhara yake. Faida iliisha ila madhara yake yanaendelea. Nyinyi kuna mwanamke ambaye mnatoka naye. Mwanamke gani? Maana sisi tunafuatilia na wake wengi kwa siku, sio tunafuatilia na wake kibao. Kwa inabidi useme mwanamke gani. Ni kweli, ila ninachowaomba achane na Kiredio. Si mwanamke. Naona donge wewe. Hiyo donge mzee. Hapana. Yaani tuachane naye kivipi? Yaani sababu gani tufanye sisi tuachane naye? Asa tuwezi kuachana na mtu bila kumfunua. Mpaka tumfunue yule ndo tutaachana naye mzee. Sina nia mbaya au dhumuni baya, ila ni wema wangu tu kwenu ili niwaepushe na hili jambo. Ndugu zangu, mimi hii hali ambayo mnaniona nayo sio kwamba nimependa, na labda ningejua kwamba kitu ambacho nimekifanya ningekuja kuwa na hali. Kiukweli mimi nisingependa labda kuwa na yule mwanamke, au ningethubutu hata mshika mwanamke ambaye nyinyi mnamfuatilia. Mimi nishawahi kuwa naye, na hapa jinsi nilivyo, yeye ndo ambaye sababisho na chanzo kwa hali ambayo mnaniona naye. Kiufupi tu, yaani mimi hapa nagono. Sawa mama, yote hayo umesema na mimi nimekusikia. Na leo mama, sina mudi kabisa ya kubishana na wewe, maana nilikotoka nimevurugwa na wewe. Naona kama unanivuruga. Koma wewe, umevurugwa na mbwa wenzio huko, unakuja kuniambia mimi habari za kuvurugwa. Kwa hiyo kama umevurugwa, ongea, maana mdomo ni mali yako, siwezi kukuka
nakataza kwa ni mama yangu. Kwa hiyo ongea unachokitaka. Mimi ni binti yako. Mimi sio mama yako. Sio, unanielewa? Hivi una akili timamu wewe? Uniambie mimi nakuchanganya kwa sababu nakuambia kuhusu habari zako za upumbavu. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi kukaa na mtu jeuli na mtoto ambaye anajiona kwamba yeye ndo amekuwa mama amenizaa. Mimi kuzaliwa na mtoto no. Sitaki kabisa habari za kusikia kuzaliwa na mtoto. Sasa wewe ni mtoto, mimi ni mama. Nasema hivi, nataka niuone ukubwa wako leo na jeuri yako leo inaanzia wapi inaishia wapi. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Mama, naomba tu unisamehe. Hapana, sitaki kusikia hiyo. Lakini mama, mimi ni binti yako tu. Koma. Sitaki kusikia upumbavu wako tena. Nimeshaongea na wewe sana, nimechoka. Na sijakataa kwamba wewe sio binti yangu. Na ndio maana naongea na wewe kila siku. Lakini mtoto wa kike dharau zimekuzidi. Mpaka unanichosha. Yaani unanifanya mpaka mimi nahisi kupata kichaa yani. Unataka mpaka nitembee uchi mimi barabarani wanicheke watu zaidi ya vile wanavyonicheka. Tangia hapo penyewe hata ninatembea nimevaa hivi lakini niko uchi. Nachekwa sana mimi mtaani kwa ajili yako. Nimesema toka nyumbani kwangu, sikuhitaji. Poa. Nachongea kama tunaingia akilini. Aniko hali hiyo imesababishwa na yule mwanamke tunataka kumfuatisha sisi kile dio. Ndugu yangu, unaweza ukasema hivyo, ila mwanamke usimwangalie kwa maumbile yake ya nje. Usafi wa mwili wake, unadhifu wa mavazi yake ni tamanisho tu, ili mradi aweze kufuatwa na wanaume. Hebu njoo kwanza kae chini tuongee vizuri. Sogea kidogo hapa. Wewe ndugu yangu umesema ile kidogo kupagua. Vipi umetumia dawa? Yaani kila siku ya Mungu mimi dawa natumia, lakini sioni mabadiliko. Zaidi tu hali inazidi kuongezeka. Pole sana. Ila unajua nini? Wanaume wachache sana. Kwamba wewe umetembea na yule mwanaume kila tatizo limekupata umekuja kukwambia na sisi wanaume wachache sana. Wengine wangetuacha kwanza na sisi tuyapate. Tunashukuru ndugu yetu kwa kuja kupata. Sawa mama, mimi ni shetani, mimi mtoto wa ibilisi. Yote hayo nimeyapokea. Mimi saa ngoja tu niondoke. Ondoka. Ondoka. Sina shida ya kukaa na kinyamkela kama wewe cha kukaa unanikela kila siku. Kila siku mimi nikaa mimi ndo wa kunyoshewa kidole, kila nikipita mama Kiledia huyo. Kila nikipita mama Kiledia huyo, maana ana kijue cha wanaume. Nimekuchoka mtoto wewe bwana. Ukicheka kidogo mama, dunia inatulia kwa muda. Sawa mama, kama mimi kuondoka kwangu kwako ndo furaha, mimi ngoja niondoke. Nimesema hivi, usinite mama. Kuanzia leo tafuta mama yako. Mimi sio mama yako. Ningekuwa ni mama yako ningekuwa naongea unanisikia. Lakini kwa sababu una mama yako anayekuelekeza unaelewa. Mimi sihitaji uniage. Ondoka tu nenda, mimi sikutaki. Ondoka nenda, safari zako huko, dunia itakufundisha mwanangu. Utapata mama zako wazuri wanaojua kufundisha. Nenda tu muone kwanza. Miguu yenyewe ka ndege, maskini ya Mungu, lakini bado zalau ndo zalau. Naendaga huko mbele nako na mimi nipumue. Nyumbani kwa wazazi wakachoka, machozi yakawa mengi kuliko maneno. Wakamwambia ondoka utafute njia yako. Leo wanamuita shimo la taka. Maisha yake yamejaa machungu. Alitafuta mapenzi kwa kila mtu, lakini akapoteza heshima yake. Shimo la taka. Kiredio, mbona uko hapa muda huu? Maisha? Ndio. Maisha kivipi? Maisha kwangu yamekuwa ni magumu sana. Yaani maisha nilikuwa naona ni bora sana. Lakini leo hii najutia kwa kila kitu nilichokifanya. Bado unaniweka katika mafumbo.
Kipi kinachokufanya ujute? Kuna siku ulinifuata na uliniambia kwa nibadilike. Tabia zangu ni mbaya sana. Lakini maneno makali nilikutolea. Najuta, laiti ningekusikiliza yote haya singenikuta. Bali na wewe, kuna mzazi wangu, kuna dada yangu, wote waliongea na mimi, watu tofauti tofauti. Lakini yote sikuwasikiliza, niliwaona wao yashawaishia, yangu yanaendelea. Lakini kumbe yana mwisho, na mwisho wake ndio huu sasa. Wanaume ambao niliwaona bora, leo wote wanaona mimi ni mpumbavu tu. Kwa kila mmoja nilimfuata kumuomba apate kunipa tu hifadhi. Lakini hakuna hata mmoja aliyokubali. Walinifukuza kama mbwa. Walinisema kwa maneno makali. Leo hii kupitia makosa yangu. Pole sana. Unajua, najaribu kuangalia hadithi ya maisha yako. Sielewi niipatie jina gani. Ila kumbuka kitu kimoja. Kila mtu mwenye kuliandaa shamba na kulilima na akalipanda shamba hilo, basi utarajia kupata mavuno. Bila shaka hata wewe maisha yako ni mfano wa shamba ulilolima, na haya ndio mavuno yake. Siku zote asiyefunzwa na mama yake, ulimwengu ndio unamfunza. Lakini wewe pia ulimwengu ulikataa kukufunza. Unadhani mimi nitakuwa na msaada gani kwako? Siwezi kujua kama utakuwa na msaada gani kwangu. Ila najua kuwa sasa hivi nina matatizo. Na hiyo huenda ukawa ni msaada wangu wa mbele sana. Ila kikubwa ninachokuomba kama unisaidia, naomba kaniambie radhi kwa mama yangu. Najua haya ninayoyapitia yote ni madhara kutokumsikiliza mzazi. Laiti ningemsikiliza mzazi, basi haya asingenifika. Mbali na mama yangu mzazi, kuna majirani na watu wa pembeni. Nao walisimamisha na kuniambia. Lakini hakuna hata mtu mmoja anayemsikiliza. Nijikuta mimi ndio mimi, lakini leo najuta. Kwa nini maisha yangu nayapitia? Kwa sababu sijamsikiliza mzazi. Lakini nakuahidi kuwa mimi nitabadilika na nitamsikiliza kwa kila mtu atakayeniambia. Nitakuwa msichana wa kuigwa kitabia nzuri, sio tabia mbaya tena. Mimi nimekuelewa. Lakini kabla sijakusaidia, naomba uniahidi kitu kimoja. Niahidi kwamba utabadilika. Na ukishabadilika, basi niko radhi nije nitoe posa nyumbani kwenu na mimi nikuoe. Nakuahidi kuwa mimi nitabadilika. Nitakuwa msichana wa mfano, msichana mwenye tabia nzuri, msichana nitakayempenda Mungu, msichana ambaye nitakayependa dini. Yaani sitakuwa kile yule wa zamani. Sasa hivi ninaahidi kubadilika. Nakuja na kasi ya fomu. Nashukuru kusikia hivyo. Basi nyanyuka twende kwa mama. Nitaenda kuzungumza naye atanielewa. Sawa, nashukuru sana. Asante. Leo wanamuita shimo la taka.